jiko letu. Tuko pamoja eh? Hili jiko letu tuna kifaa ambacho kinaitwa Ritot. Ni kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya uchomaji wa dhahabu. Kama mnavyochoma dhahabu katika majiko ya kawaida yale, ambapo sasa ule mvuke unakujiaga wewe, si ndio? Sasa hili jiko lina kifaa ambacho kina uwezo wa kuvuna ile mercury ambayo ilikuwa inapotea. Kwa hiyo badala sasa ya kutoka nje inakamatwa. Kwa hiyo pale unakuwa na sehemu mbili ambazo wewe sasa unapata ile dhahabu yako unaenda kuiuza, na pia ile mercury ambayo ilikuwa inatoka kwenye mazingira unaikamata. Kwa sababu ile mercury ilikuwa inakuathiri wewe, pia inaathiri na mazingira. Na pia inakupunguzia gharama za kwenda kununua mercury sana, kwa sababu utakuwa unakipokea unakamata kidogo kidogo, baadaye inajikusanya, unaweza tena kuirudisha katika ukamataji. Kwa jiko letu hili lina uwezo wa kutumia njia mbili za moto. Kwa hiyo unaweza kutumia mkaa, lakini pia unaweza kutumia gesi. Kwa hiyo katika stage ya kwanza kabisa ni namna ya kuliassemble, kuliwekea ile miguu yake sasa. Na hii miguu ni vitu tu vichache ambavyo utavizingatia. Ukiangalia jinsi mimi nilivyolikamata hivi, kuna upande wa kushoto na upande wa kulia. Huu upande wa kushoto tutaweka mguu huu. Huu mguu kwa ajili ya kifaa ambacho kinaitwa sensor, kwa ajili ya kurekodi ya joto ambalo linatumika kwa ajili ya kuondoa ule mvuke kwenye ile dhahabu yako. Kwa sababu wakati unapopeleka kule kwenye kuchoma hujui joto gani ambalo linatumika. Kwa hiyo kuanzia joto la nyuzi 350 kwenda juu, unaanza kuona sasa kule kwenye kile kifaa ambacho kinakusanya mercury, unaona sasa ile vitone vya nini? Kwa mercury. Kwa hiyo ikifika kwenye 400 inamaanisha kwamba sasa una uwezo wa kuzima jiko lako, ukachukua ile dhahabu yako kwenda kuuza, na pia ile mercury yako kaihifadhi sehemu salama. Kwa hiyo naenda sasa namna kuunganisha ingine. Kwa upande wa kushoto tunaweka mguu huo. Tunaweka hivi. Na upande wa kulia tunaweka egemeo hili. Hili egemeo linakaa upande wa kulia. Ukiangalia ile egemeo halina kitu kingine isipokuwa sehemu tu ya kuweka mguu. Kwa hiyo unaona jinsi ninavyotakiwa kuingia. Huu upande unaingia, unafiti. Huu mguu unakaa nyuma, ambapo sasa utasupport kile kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya kukamata ile mercury yenyewe. Kwa tayari jiko lako limesimama. Lakini baada ya hapo lazima utakuja kuangalia kuna hii sehemu lazima tuweke nini? Kifaa kidraw kwa ajili ya kuzuia mkaa usije ukamwagika. Kwa ndo hiko. Kwa hapo tayari. Kwa hiyo sasa zoezi letu linalofuata ni kuangalia upande wa chini. Huu upande ni sehemu ambapo sasa kuna kifaa kinaitwa mercury collector kinakamata ule mvuke. Lazima kuwe na support yake. Kwa lazima tufunge support yake, ambapo ndo hiki hapa. Kwa hapo kuna kitu ambacho lazima ukinoti. Ukiweka huu mguu hapa, unamaanisha hapa ndo mahali ambapo mercury pipe yake itakuwa inapita. Kwa hiyo kuna kifaa ambacho hiki hapa, hiki kitakaa hapa. Kwa hiyo kuna pipe ambayo itakuwa inapita hapa. Kwa hiyo ukiweka mguu hapa, maana yake sasa utakusanya wapi mercury? Kwa hiyo lazima uangalie upande huu, mkono wako wa kulia ni hii inakaa kwa ajili ya sense. Huu mguu hauna kitu chochote, una support tu lijiko. Upande wa nyuma ni hiki, lazima kiwepo. Tuko pamoja Sasa unapokuja sasa kwa ajili ya kuchoma, lazima ujue kwamba unatumia mkaa au unatumia gas. Sasa hapa sisi tunaweza tukaanza na gas au mkaa. Sisi tutaanza na gas. Ili sasa tuanze na gas lazima uwe na mtungi wa gas. Tuko pamoja
Kwa nini tunatumia tumekuwa na njia mbili? Unajua sasa hivi utunzaji wa mazingira. Kwenye mkaa tunapigwa vita sana kwenye swala la kukata miti. Kwa hiyo nishati ambayo ni safi ni nini? Ni gesi. Kwa hiyo ni rahisi wewe kwenda kununua na wakati mfupi tu utakuwa umemaliza lako la kuchoma. Kwa sababu tutaanza na gesi, lazima uwe na mtungi wa nini? Wa gesi. Baada ya kuwa na mtungi wa gesi lazima uwe na kichomeo ambacho lazima kitakuja kukaa hapa. Na kile kichomeo lazima utakiunganisha. Tunasema bana. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo kwenye upande wa gesi, hiki ni kiregulator, kinaruhusu gesi kutoka na kufunga. Kutoka na kufunga ambacho tunakifunga hapo kwenye mtungi wa gesi. Lakini wakati mwingine unakuta akijaunganishwa, mimi nimekuunganishia. Kwa unakuta viko separate. Hii ni kwa sababu ya clamp ya kubana gesi isije ikafanyaje ikalinki ikatoka. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unakuta kabisa haijafanyaje hapajafungwa. Kwa lazima uhakikishe umefunga. Hii ni pipe ambayo itakuwa inapeleka gesi, natoa hapa naingiza huku. Kwa pamoja. Kwa lazima hakikisha ile eneo umelifunga vizuri. Epukana na kulipuka kwa nini? Kwa gesi. Kwa hiyo hii ndo bana. Kuna maeneo ambayo mmeyaona hivi, mfano kwa wale wachomaji wakubwa zile dhahabu ambazo zinatoka kwenye vati. Wao wanatumia tochi, mwenyewe mnaita tochi. Sawa tochi, bana, whatever. Kwa hiyo hii ndio itakuwa inaingia hapa. Utaona. Kwa hiyo hakikisha kama hujaifunga, unaingiza hapa, unafunga tu vizuri basi. Kwa hapa kuna kufunga na kufungua. Kwa huku unaweza kuwa umeachia lakini huku hujaiachia. Kwa lazima ufunge kwanza. Kwa utapoanza hapo utaachilia kidogo, utaanza kuwasha. Tutaona. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo sasa sisi tunaifunga hii. Kwa utaangalia tu direction yako ya nani hii ya huu mdomo umekaa wapi, ili uweze kuchukua gesi yako kuiweka katika position ya lakini kabla ya kuposition hakikisha kwamba hii inakaa karibu na cable ya umeme, kwa sababu hii inatumia nini? Umeme. Kwa sababu cable yetu iko hapo, tunaweza tukaimove hapo ili box tutalitoa. Tuko pamoja eh? Kwa lazima uangalie kwamba cable imekaa wapi, ili wakati ambapo umeshamaliza kufanya setting sije kakusumbua. Kwa hapa kuna operator atakuwa na operate. Sawa, tutaonyesha tu. Kwa hiyo hapo sasa tumeshamaliza kwenye mfumo wa jiko letu kwa kutumia nini? Yes. Sasa tayari una ile dhahabu yako mbichi ambayo unataka sasa kuichoma sasa. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo kifaa chetu ni hiki ambacho engineer amekishika, kinaitwa retort. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo dhahabu yako ile, kutokana na hii space hapo, kutokana na research ambayo tumefanya kwamba tunafanya utafiti kwa kutumia kiasi cha gold kuanzia labda 0.5 gram mpaka 30. Tuko pamoja eh? Kuweza kuingia. Baadaye ambapo kwamba kuna maeneo ambayo wanapata labda gram moja, tunaweza kutengeneza ambayo ina uwezo wa kuingiza kilo moja au gramu 300 au gramu 200. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo sasa utakuwa na ile dhahabu yako mbichi. Tuko pamoja. Tayari imeshakuja ile? Ipo. Ipo eh? Naweza nikaichukua. Na ndio maana tumetengeneza hivi ili uone dhahabu yako inapoenda. Kwa sababu kwanza hii glasi, ile dhahabu yako haiwezi kureact na glass. Wakati unapochoma itakuwa piwa, kwa sababu hii haiwezi kuungana na gold yako. Kama jinsi unavyoenda kuchoma kwenye ile bati. Kwa ni salama, inakuwa ni safi. Hata shike. Unatumia tu na remote. Dhahabu bwana. Hebu tunataka kuipime. Inapita. Tunachokifanya sisi hapa tunataka kuipima wakati ambapo tumekuja kukamata ile mercury. Tujue mercury iliyokuwepo hapa ni ngapi.
tuna mizani pia kwetu na kwako. Leta na kwenu. Leteni na kwenu. Kwetu si hapa. Leteni na kwenu. Tatumia huko na chunga isipotee. Au hapo ndio mzani unaluma. Hata kama upepo lazima kwanza. Moja. Upepo. Hapa si upepo faza. Yaani mwanzoni ni 4.61. Acha. Vipime tena. Uendelea sasa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa manake tunaichukua hii tunaiweka huko. Tuko pamoja? Naichukua msogope. Yep. Sawa. Sawa. Tuko pamoja? Endelea tu. Kwa baada hapo manake tunafunga. Kwa hiyo ndio maana mchimbaji anakuwa mkali. Kwa baada hapa manake hakikisha wakati ambapo hapa ni elbow tu. Maongeo kama soke maongeo. Yani hapa ni glasi ya kawaida. Kama umeshasoma sekondari kule kuna zile glasi ambazo tunafanya maabara. Hii ni Pyrex glasi. Kwa hiyo hapa tumeunganisha kati ya chuma na glasi. Namna ya kuunganisha tumetumia udongo mfinyaji. Sawa. Naona mnidia. Hii uibiwi, hamna kitu chochote ambacho naibiwa hapa. Baada ya hapo sasa, tunafanyaje? Tunaweka kwenye jiko letu. Sawa Kwa hiyo kuna yale maji nimeagiza maji kwa lengo la kuweka maji, kwa sababu wakati ambapo unachoma hapa ule mvuke wa mercury unatafuta sehemu ya kutokea, unakosa. Kwa hiyo hapo utakuwa una moto. Kwa hiyo utatoka hapa, utazunguka hapo zabu yako imebaki, utazunguka hapa. Tunaweka kule maji kwa sababu inapokuwa na ule mvuke ni powder. Ukiendelea kukaa hapo manake utarudi, lakini ukinapoingia kwenye maji unabadilika. Kwa sababu mercury yenyewe ni kimiminika. Unapokuwa kwenye gesi, unapokuja kwenye ubaridi inafanya jinabadilika. Tuko pamoja Iweke tu injinia na kazi. Na inachukua dakika ngapi au sekunde? Baada ya kupata moto haichukui hata dakika 3. Yaani mpaka hapa papate moto, pakipata tu moto dakika 3 nyingi. Hisi jibu lako mangu kutokana na ukubwa wa dhahabu. Sasa iko sure, umejibu vizuri. Sasa muda inategemea kwanza na ukubwa wa dhahabu na joto, kwa sababu ili mercury liweze kutoka kwenye dhahabu lazima joto kule ulione limefika kuanzia 300. Na kama lijafika, lakini hapo utaona gold imeanza kubadilika kutokana saa nyingine kuonekana kuna upepo. Kwa hiyo ile gesi inapigwa na upepo inapunguza. Hii ni temperature control, inasoma joto. Kwa mimi kwa sababu hapa mercury iweze kutoka ni kuanzia temperature 350 na kuendelea. Kwa hapa mimi nitafanya setting value wangu hapa nitaweka 500, kwa sababu kuanzia kwenye 400 unakuta tayari umeshavuna mercury. Kwa hapa mimi nita setting 500, hapo utasoma joto ambalo lilioko hapa ndani. Utaona jinsi linavyopanda mpaka 350, unajua kwamba sasa mercury yako imefanyaje, imeshakuja huku. Unazima jiko lako, unakamata vizuri chuma na gloves, kwa sababu zile gloves zinazuia moto kuumiza kwenye mkono. Kwa sababu nyewe mchimbaji ukishachoma unataka kwenda kufanyaje? Kuuza. Nataka kusubiri muda mrefu. Nitasubiri kama dakika 2, nitakamata ile glasi, then nitafungua, utachukua adhabu yako, utaenda kuuza. Alafu zeni huku tunabaki na ile mercury. Ile mercury maji kuna sehemu ambayo tutayaweka. Sana sana unataka uchimbe kashimo ambacho utaweka nailoni ili asije wakati mtu amekuja akayatumia kwa matumizi yake baadaye. Kwa hiyo ni hatari, kwa sababu unajua mercury ina madhara makubwa. Tuko pamoja Kwa hapa mimi naanza kufanya setting ya hii hapa, ili tuconnect kwenye nini, kwenye moto. Ukiangalia hapa kuna namba 1 na namba 2. Namba 1 na namba 2, ukisoma hapa namba 1 na namba 2, hizi ni nyaya za umeme, power. Mimi nakufundisha kwa sababu kesho na kesho kutwa utakinunua kifaa, utaona kinavyofanya kazi, kwa sababu tuko kwenye majaribio, ukiperform utakitamani. Namba 1 na namba 2 ni waya za nini, za umeme. Lakini namba 9 namba 10, hizi ni nyaya ambazo zinaleta taarifa, zinatoa taarifa kutoka hapa kwenye jiko lapeleka hapa.
zitakwambia sasa joto la hapa liko kiasi fulani. Kwa kuna chanya na asi. Asi ndio hiyo negative, chanya ni positive. Kwa hiyo ukija ukiweka negative hapa na positive, unachotokea ni short kwenye hiki kifaa. Tuko pamoja eh? Anachezea zamu. Hii nishaifunga, lakini uhakikishe nia yako kama nilivyozungumza, hii ni asi inakaa kwenye namba 9, huku imekuandikia kabisa. Umeona huko namba 9, namba 10, namba 9 ni asi, namba 10 ni nini? Chanya. Kwa hiyo hakikisha kwamba zimekaa vizuri, hazijawekwa kwenye position ambayo sio. Sasa ukija kuna kitu hapa ambacho nakuonyesha. Hiki kinatakiwa kikae hivi ili uweze kusoma hivi. Sawa eh? Kinatakiwa kikae hivi. Ana njaa ungezunguka hivi ungeona vizuri. Kwa hiyo kwa upande huu hii inakaa chini kwa sababu ile hapa imeandikwa SV ni ile temperature ambayo mimi nimeisetting kwa ajili ya kuangalia, kwa sababu temperature ambayo inahitajika inatakiwa ifike kuanzia 350 na kuendelea kwenda juu. Kwa hapa mimi nitaweka 500. Inamaanisha hapa PV manake ni ile temperature ambayo inasomwa huko. Kwa hapo ukiona 350 inamaanisha moja kwa moja kule utaona tayari mercury vimefanyaje? Vinadondoka. Moja kwa moja utazima jiko lako, then utachomoa, utatoa dhahabu yako utaenda kuuza. Maana mercury imeisha. Mercury imeisha kwenye dhahabu. Inabadilika rangi, inabadilika rangi. Hapo sasa hivi sina rangi ya mercury. Ukiichoma maana yake imebadilika rangi. Na nyenye mnajua kuna brown na red. Inategemea na dhahabu, si ndio? Tuko pamoja? Kwa hiki nataka kuingiza. Nikiingiza hapo unashindwa kuingiza. Lazima utafungua ili uweze kuingiza bado, na ndio maana nimewafundisha namna ya kufanyaje kuunganisha. Number 1. Hapa haijalishi kwamba positive na negative, hapo unaika sababu ni power na umeme wetu ni single, si ndio? Hakikisha umezinani vizuri ili zisitawanyike. Ikitawanyika maana yake zinaenda kusana mwenzake, zinasababisha nini? Short. Hatukulipui. Hatukulipui kabisa. Nikasayansi tu haka kasaidia wachimbaji wadogo. Kasayansi kadogo. Naomba niwashie umeme. Umeona hapa Hapa inaonyesha joto lililoko hapa ni 35. Hapa ni 100, hapa nimeonyesha ni 100. Kwa hiyo lazima mimi niipandishe kwa sababu itapofika 100, hapa itapofika 100 itasimama. Haitaonyesha kwa sababu joto la mercury kuondoka lazima ifike 350 na kuendelea. Kwa hapa mimi na seti inatakiwa hapa nipeleke hapa 500 napandisha, sawa inaenda mpaka 500 alafu na seti. Kwa pamoja mwingine anaweza kaweka 600, 700, 800 haina shida. Lakini ikishafika hapa inapopanda ikishafika 350 anza kuangalia kule 400 unazima jiko lako. Tuko pamoja Kwa hapo tumeshafanya setting vizuri, tunakuja kuwasha. Bado hii maana yake inachukua taarifa ya joto lilioko hapa inaleta hapa. Wewe sasa utakuwa unaangalia, huyu atakuwa anashikilia, kuna mtu atakuwa anaangalia, yeye mwenyewe anaangalia tu hapa joto inatembeaje. Na sehemu ambayo panasoma joto hii hapa ndio inasoma, sio huku. Hiki ndio kina hapa mbele hapa. Ndio kisensa. Sawa? Si ingize sana.
Kwa hiyo kabla hujawasha hakikisha kwamba hii glasi yako inaendana na hili tobo, kwa sababu unaweza ukawasha alafu glasi imegeukia kule, utakuwa unachoma nini? Sawa? Naomba kiberiti. Tusikilizane kidogo. Kwenye kutumia gesi hatufungui mlango. Utapofungua mlango maana utaruhusu upepo kuingia, na huu miale ya moto itafanya itapinda, haitaenda moja kwa moja kwenye glasi. Sawa. Tuko pamoja eh? Sasa mimi naanza. Kuweka mkaa. Wakati wa kuweka mkaa, kwa sababu mkaa unahitaji hewa ili uweze kuungua vizuri. Kwa hiyo hapa mimi nimefunga. Ile nikifungua huko nitakuja kufungua kidogo, nitawasha. Tuko pamoja eh? Hapo ikija inapatoka yore. Moto kabisa. Hapo umeilenga? Yani inatakiwa, unaona jinsi nilivyoweka. Moto unatakiwa utoke hapa uende mpaka kule ili ule mvuke usije ukaganda ukabaki sehemu. Kwa hiyo ukiweka hii manake moto unatoka huku unapotea mwingi. Unatakiwa ukilenge. Hii glasi haiwezi kuyeyuka wala chungwa kiweze kuungua. Na unaangalia huko nyuma. Angalia kule joto linavyopanda. Linavyopanda 71, 72. Na wewe unaangalia dhahabu yako hapo. Kuanzia 300, 350 na kuendelea. Ndio joto ambalo linatumika kwa ajili ya kuondoa mercury. Hapana, joto linaenda lote kule, kwa sababu ndio namna jinsi unavyotakiwa ufanye hivi. Joto liende kule ili inasafirisha, kwa sababu mvuke wa mercury una tabia sehemu ambapo kuna joto dogo ndio inajibanza pale. Kwa kote kwenye hiyo glasi inatakiwa glasi nzima iwe na joto 350. Hapo ndani unatakiwa kuwa na joto 350 kuelekea juu, ili ile mercury isipate sehemu ya kubaki. Tunatakiwa yote tuivune kule chini. Ndio maana tumepima tujue kwamba mercury hii dhahabu yetu mbichi ina kiasi gani. Baada ya kumaliza tutachukua hiyo dhahabu yako tutaipima, na ile mercury kule tutaipima, tutajumlisha, tutapata ile weight ya mwanzoni. Tumeona anaanza kubadilika huko ndani. Sawa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unakuta huku imeshamalizika lakini kule haijafika 350. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya upepo unazuia joto hapo ndani, lakini unakuta dhahabu yako imeshaiva vizuri. Kutokana na mazingira unaweza ukachomea ndani, ukachomea hapa, inategemea na upepo, lakini inafanya vizuri. Ikipumua. Umeona? Umeshaiona inadondoka? Ndio yenyewe sasa. Hapo ni 180. Na hapo ni kutokana na upepo. Upepo unaweza ukaequalize. Kuna vidubuasho unaviona vinadondoka. Umeona Kwa wakati mwingine hapo joto unakuta leza halijafika 350 kwa sababu ya upepo na nini. Hiyo hapo manake inatakiwa iguse kwenye glasi ambayo inatakiwa kwenye joto. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona upepo unaigusisha tu, haina shida, kwa sababu ndio inasoma joto la glasi, ambayo joto la glasi ndio inaondoa ile dhahabu ile mercury. Kwa kule ndio unaiona sasa. Wakati mwingine ukiweka kwa kule upepo, kwa haina shida. Kuanzia 350. Unaona hizo zimetoka haraka kwa sababu pia dhahabu inapata moto. Ikipata moto ina push ile mercury, inatoka kwa haraka. Inatoa ile. Unaona dhahabu yako?
Kirame kwa haraka hapa nikichungulia naona kama kuna vitenda fulani vimetoka kama kwenye glasi. Maana Unapozungumza kwamba kupumua, itapumua lakini haitatoka nje, itabaki hapo hapo kwenye glasi. 350. Hapo tunaweza tukazima. Hizo swala lako la kupima hilo halituhusu. Sisi tunapima dhahabu. Kwa hiyo tunaingiza karatasi kule, sasa hivi tunaenda kupima. Okay. Bila kufunga. Bila kufunga. Sababu yatawanyika. Na kama itatawanyika kwenye glasi maana utaiona. Hiyo ambao mfuko unatoka huko. Ndio maana nakwambia kama ukifika kwenye glasi utaiona. Utaiona, yani haiwezi kutoka nje. Yaani dhahabu kama itatoka hapo itatawanyika itabaki kwenye glasi. Utaiona hapo. Haiwezi kukimbia kwa sababu dhahabu ili iweze kutoka lazima joto kuanzia 900 kwenda na hapa hajafika joto 900. Haiwezi kumove hata siku moja. Sio vapor kwanza. Ile ni chuma. Si ndio? Haiwezi kukimbia. Mercury ni metal lakini ni liquid, ni kimiminika. Kwa hiyo wakati ambapo unachoma inatoka katika gesi inaenda kwa sababu ya ubaridi, joto sio 300 inafanyaje? Inaanza kubadilika na kuwa nini? Liquid, ndio maana unaona inadondoka. Kwa pamoja eh? Sawa. Kwa jamani, unaona joto sasa hivi linashuka. Hivi joto linashuka pale. Tumemaliza process yetu, tunataka sasa tutoe dhahabu yetu na tuangalie ile nini? Kutoka. Kwa cha kwanza kabisa toa maji yao kwa sababu wakati unapovuta hiyo glasi, hiki nani kitabaki chenyewe na utamwaga. Kwa lazima utatoa hii nini? Hii inaitwa mercury collector. Huko ndo mahali ambapo tunakusanya ile mercury na mercury yetu tunaiona hii huko. Madiga mtaka mpoteze mercury. Sasa hivi upoteze, usiguse na hapo juu. Na mercury, yani haya maji yamechanganyikana nini? Na mnazoea lakini ndio unapata madhara. Taratibu. Sawa. Kwa baada ya hapo manake tunaweka tu sehemu ambayo ni salama. Dogo unaweza kanisaidia kidogo niweke hapo. Sogea kidogo usishike. Kidogo sije ukaniunguza. Kwa Niweke kwenye box. Hapo unaweza wakaipiga teke. Weka huko baba. Weka kwenye box. Tunaweza tunazima hapo umeme wetu, sawa Sawa. Tunachomoa. Kwa pamoja Naweza kaiweka. Sogea kidogo. Ile unaweza ukaweka tu pembeni. Sawa Akiungui. Kinapimia joto yote. Cha moto blaza kiweke pembeni. Usiguse. Kungwa amezoea. Sasa hapo tunaweza tukaipima. Hebu tunaomba tupime tuangalie ile mizani yenu. Nipime. Gramu 26.1. 7. Hivi 7. Sasa tunataka kupima. Na hapo ilikuwa na upepo hapa tu ni contaminated vinaniva glass. Hii ni nani ile ukungu wa glass wa ndani, lakini sio kwamba inafanya haipi engineer vizuri. Jivu ile. Jivu. Angalia mfuniko sikanyage. Ilifika 402. Reasonable. Mosho ile rekodi time unaweza kupimia ndani. Pima ndani alafu pia unaweza kupima na mashine yenu pia. Ni 2.92. Sawa. Na maana gesi inamaliza uchafu wote. Yaani moto unaotoka hapo ni hatari.
Na baba, uko mzee wangu.